Takribani wote wanaofanyiwa hayo, changamoto za udhalilishaji nyingi zinawakumba watu walio na mazingira magumu kwa sababu tu ya hali zao, aidha familia yake duni, yeye mwenyewe ana mahitaji maalumu, pengine hawezi kuongea, kwa hiyo hata akienda mahakamani hawezi kutoa ushahidi, lakini pia pengine hasikii, hata akiulizwa aweza asiseme chochote. Kwa hiyo watu wanyemelea hawa wakiwafanyia udhalilishaji mkubwa. Tuna wajibu kama jamii, jamani, tuwasaidieni, tuwalinde. Kibao kimegeuka sasa kwenye jamii, kibao kimegeuka. Anayefanyiwa ukatili na udhalilishaji, mtoto pengine ana mahitaji maalumu, mama akamfungia ndani, hampi huduma yoyote, jirani hawatoi mashirikiano, hawasemi kwamba huyu mtoto ndani kuna mtoto adhalilishwa, mama yake kanamfungia, hamtoi, au pengine adelewa ni mtu afungiwa huyo mtoto. Lakini akiibuka mmoja tu akaenda akisema kwani mwanawe yamhusuni nisiangeshirikia yake kwanza, watu wengine hasa, yani tuendelea kukandamizana, lakini akitokea mtetezi watu wote wamgeukia ule mtetezi. Sambamba na hilo, ubakaji na udhalilishaji ambacho ndio kilio. Naomba niwaambie, kwa takwimu tulizo nazo kesi zimepungua, lakini matukio ni mengi kupita kiasi. Na jueni haiwi kesi mpaka ipite hatua mbalimbali. Kwenye jamii kuna matukio mengi yapo, lakini hayafiki yakawa kesi kwa sababu si jamii wenyewe hatujawa tayari. Pamoja na kuwa serikali imejitahidi kuweka sheria, kuweka adhabu, lakini hatujawa tayari. Twendeni tukashirikiane jamani, tuilinde jamii yetu. Sasa hivi sote huku tuliko tuna zaidi ya miaka 45. Labda Rashid ndo atakuwa mdogo, lakini na huko wapo huko washafika 30 na kwenda juu, 30 na kwenda juu. Au walio na miaka 5, 10, 15, wao tutawaandalia maisha gani, mustakabali gani? Hii dunia tutawaachia ikiwa vipi? Watasemaje wao sie tukiondoka? Kwa hiyo tuweni makini, tuiacha dunia hii na kila mtu ataulizwa alichokichunga. Kila mtu atacheza kwa nafasi yake. Kama wewe ulikuwa una nafasi hapa, ulishindwa kunyanyua mdomo wako wa kumtetea mwenzio, pole. Huo ni uwanja mrefu, sitaki niseme sana. Naomba nimwambie Mheshimiwa Asha, nampongeza kwa kufanya jambo hili kwenye wiki hii, wiki muhimu sana. Hii ni wiki ya wanawake ambapo hufanywa kila mwaka. Maadhimisho yake ni tarehe 8 mwezi wa 3. Maadhimisho hayo yatafanyika Geita, Mwanza. Kwa hiyo nimpongeze kwa kuliona hili, akaja na jambo lake kama mwanamke, lakini pia kwa kushanya watoto wake, kwa sababu mwanamke ndiye mwenye watoto. Siku hii ya leo akawapa alichojaliwa. Mwenyezi Mungu ampe kila laheri. Tuko tayari kushirikiana naye wizara, lakini kama mwakilishi mwenziwe mwanamke nipo tayari kumpa sapota. Na wazo la Maalim Mohamed hapa, afisa mdhamini, kwa kushirikiana na Biasha, sitamwacha peke yake kwa sababu yeye ndiye mwenye mkoa, mimi na jimbo, lakini nipo tayari kumuunga mkono na kuhakikisha alilolisema Maalim Mohamed. Tutakuja hapa mimi na yeye tukabidhi, basi kuhakikisha watoto wetu wasoma wakiwa wana furaha kama alivyodai. Baada ya hayo, nitamke rasmi kwamba leo nipo hapa kwa nia safi kushirikiana na nyie katika kukabidhi zawadi hizi ambazo mheshimiwa ameziandaa. Na watakia kila laheri na mfungo mwema. Tujitahidini tukazidishe ibada, tucheze. Mwenyezi Mungu atufutie dhambi, lakini atupunguzie majanga.